Hello guys, This is LT Podcast where we share, we talk, we learn and learn and relearn. no offense, just to have fun, one-on-one. With your guys, Swifa, Bisinga and Simba. Stay tuned. Kaboom! That's why unasikianga kwa maredio ama that's why utasikia kuna mtu wako na over 30 years in marriage, wanaka hajaenda kwao. Fine ya ulimeiba msichana na umemfunja. Naiba aje mtu mkubwa? Sasa kwa hiyo ni kuiba. Hiyo ni culture. Penzi utanienya dhaitisha. Unafaa kuitisha kitu yenye right tu, kitu right tu. Unaona? Sikia. Unaona msichana kuna tribe iko. Sitaki kusema ni tribe gani. Unaona msichana akipata mtoto kwao. Mwenye alimpea mtoto aruke. Huyu msichana asioleke. Msichana anachilipia mahali. Hapo. Hiyo ni kama biashara. Kama biashara. Sasa tunakwambia kama kuambia mtu tafuta mtu akununue. Useme siwezi pata mtu, wacha nijinunue. Hiyo sasa si ni kama hiyo. That's one. Hello guys, how are you doing? Hope you're doing amazing. Welcome again to today's episode. Before we dive, hii ni 9. This is episode 9. Unahesabu kwa hewa? Hii ni 9. Hii ni 9. Hii ni 9. Tutafika 101. 101 is coming very soon. 101 tutafika. Ni imani na hard work. Inshallah. Hard work, ndio Kabisa. 101. Yeah, 101 tutafika. Ama out of point. On point. Even on one Tuko episode? Episode? ni 9. 9 ndio 9. Na hata sijui Kiswahili nayo si. 9. 9. Tuko episode 9. Kwa nini? Sema kwa Chinese. Shisha wa. Leo unaweza kuwa mchai. Unaweza kuwa mchai. Ukipata ile kofia yao kubwa hivi. Kwani kama mchai. Ndio? Natembea hivi kwa barabara. Design inaweza koroa watu hii mtaa. Lakini shida sasa wamezoea hasa. Unajua Labda waende mtaa mwingine. kuna ile inaitwa draft. Kuna ile kitu inaitwa draft. Draft unajua ni kitu ina changing from nowhere. Fwa. Unapaswa ulikuwa umetangulia umepanga. Tuna change tu mara moja. Shwa. Na by the way, kuna hii stuff mimi sijaelewa ni kwa nini zina hapa nyingi hivyo. Hizi manini culture according to different tribes. Kwanza kifikanga kwa marriages. Mimi hadi nina feeling hadi wase no maana hata siku hizi wase hawaangi by the way. Wase mob. Wacha niseme. Nimesema wase. So kinda sometimes hata mimi ni kama nasikiangi na get off guard. Get. Omei. Unajua kuna being honest. Culture kivyangu mimi na feel culture sometimes kuna vile iko na impact kubwa nowadays. Unajua kuna zile culture zilikuanga kitambo. Okay, before niingie hapo. What do you feel about cultures vile zilikuwa za kitambo nini? Do you feel like cultures nowadays juu zimefika huku vitu zimechange? Do you feel like culture inafaa kuna vitu zinafaa kudropiwa ama tunafaa kuenda nayo vilikuwa kutoka kitambo? Before ndo niingie kwa kitu nataka kusema. Angalia na culture zenyewe asifai kwa hadi saa hii. Kama kuna yenye moja yenye mimi nimegrow akisema usioe tribe fulani wanafanya hii unafanya hii. Unaona? Ukienda labda kwa hii tribe unapata mahali wanalipa sijui mbuzi nyingi, ng'ombe nini, kondoo, unaona?
unasikia kama nyumbani, kama acha tuongelee hasa ya nyumbani. Kama ya nyumbani like walikuwa wanasema like kama umepanga kuolewa. Ndio? Kama yani uko na plan unataka kuoa. Ni kijana ndio kwanza kijana ndiye anafaa aenda kwa kina msichana, ndio? Aende huko ajitambulishe nini, awaombe ruhusa. Awaambie nimekuja labda kuchukua huyu mtoto kama msichana wenu nini. Ilikuwa hivyo. Hiyo hadi sasa ndio iko. So unapata like wengine hawafuatilii hiyo. Sasa wewe unamaanisha change ikue sijasema change. Yaani wengi saizi wengi hawafuatilii hiyo by the way. Unapata like wanasema unapata alicha kama hiyo mtu mwenye hapo saizi hapa wengi ninajua mtu hata aendangi. Unapata mtu ameoa amemaliza hata miaka 10 hajaionekana kwa mwanamke. Unaona, acha nikuambie kitu kingine. Tuanzie hapo maana unasema. Unaona, kuoana ama kuoa ni kwa watu wawili. Mwanamke na mwanaume. Ndio. So hizi vitu zenye unafaa uende kwa kina bibi, unafaa kuenda kwa kina sijui nani. Hiyo maybe inakuja baadaye. Inaweza pata mnapatana leo, kesho uende kwa kina bibi. Unaongelea nini gani? Unaongelea tribe gani ama culture wapi? Mimi naongelea kitu wanasema, sijui hata hii culture ya wapi. Naona hiyo culture ni ya nyumbani. By the way ndio kwa nyumbani. Sijasema si eti lazima upatane na yeye leo uende kesho. Miaka 5 unajua imeenda sana hata kama umeenda. Julikani huko. Unaona? Unajua? Unapata mtu ameoa lakini hajai ama kuna nyana malizanga mpaka 20 years, 30 years. Hakuna watoto wamaliza university hajawahi enda. Unajua ni kwa nini? Niambie, unajua kitu inafanyanga most of the people mabwana waendanga kwa kina bibi ni juu kwa culture ya kina msichana ndio uende huko. Hata for the very first time is very expensive kwenda huko. Na get kuna culture bro ndio uende huko. Kwanza hapo ukifanya makosa umemzalisha watoto mpaka umemaliza university. Hujawahi enda. Nini kafanyika? It's very expensive. Fine unapigwa. Fine ya nini? Wacha nikuambie example. Unaona kama ulikuwa labda unatoa ng'ombe 10, utatoa labda ni ng'ombe 20. Unaona bro? Hizo 10 kila mtoto utamtolea ng'ombe zake. Unaona kwa Kikuyu? Unaona kwa Kikuyu bro? Sikiza. Haya. Unaona kwa Kikuyu rand. Kwa Kikuyu niko na my friends walikuwa wananiambiana. Si kitu tunasema juu najua. I don't know. Walikuwa wanasema Kikuyu rand kama umepea msichana mimba hata kama ni moja peke yake. Hujawahi tuseme kama vile tumekutana na msichana hapa. Okay? Tumejuana na msichana, tumeanza kufanya mambo yetu, umeshika mimba. Sasa ile kushika mimba hata sasa ndio unaenda kwao kusema mimi ndio niko na msichana wenyu kwanza hakuna mimba. Hiyo ni fine. Fine ya ulimeiba msichana na umemfunja. Naiba aje mtu mkubwa? Sasa kwa hiyo ni kuiba. Hiyo ni culture. Unatamzi zenyewe. Hiyo ni culture. Unaona? Unaona? Saa zingine naona hizo vitu zinarudisha watu. Kwa sababu wacha nikwambie. Ndio mmeanza maisha, si ndio? Bahati mbaya mimba ikaingia. Sasa okay, atifai kuita bahati mbaya. Mmeingia pamoja. Kuna mimba inaingia Mungu. Okay, kuna ile mmeamua sisi tutakuwa lakini amukuwa ready kukuwa na mtoto hiyo time. Hiyo time. Mtoto amekaa. Mlala wetu mlikuwa ready. Ulala uji lazima mlale uji. Mtoto amekaa, ndio? Unapata pia nyinyi mna struggle maisha, ndio? Kulea huyo mtoto na pia nyinyi mjimaintain. Mjiweke ina position yenye mnaweza pata food, hizi vitu za kawaida. Sasa ikifika tuseme umeamua sasa wacha niende kwa kina huyu msichana tuonane na wazazi wao.
Ukifika huko wewe una struggle kimaisha, hata fare ya kuenda huko na shopping kidogo kidogo umejaribu kuchanga ukaenda huko. Ukifika huko wakuambie tuseme waanze hizo mambo na fine nini. Sasa huoni kama hiyo ni kitu ya kurudisha nyuma? Ni kukurudisha nyuma, na that's why nilikuambia tukiingia kwa point yangu. Nowadays, okay, si ichangi sana but sometimes hiyo kitu ina hold wasee nyuma kuoana na ati na msichana fulani. Juu unajua nikioa msichana tu hivi nimeamua ni huyo, kuget you msichana kutoka kwao sasa kwa wife wangu is very expensive. Lakini hizo vitu zimepitwa na wakati. Ndio nimesema aje, do you feel like hii culture thing inafaa kukua dropped out ama iendelee nayo? Already watu wengine wameachana naye. Ni watu wangapi wameoana na hizo vitu? Sasa kuna tribe yenyewe mkienda against na hiyo culture vile nasema, marriage ni haita work ama watoto wenyu lazima wako na complications. I'm telling you. Unajua wewe una maisha ya ndoa. Ona labda mtu amefanya harusi, mambo ni mengi amepitia hapo katikati mingi sana. Alafu pia kitu yenye nashtua sasa ni pia na huwa anajiuliza. Si ndio? Sasa umesema nikipata mtoto labda hiyo tribe ukienda na umezaa mtoto na hujaienda unapigwa fine. Hiyo mimi nimeona kuna besha yangu aliana side za kitatu. Alipigwa fine ndio kuna mtoto. Hiyo mtoto akaambiwa unapigwa fine. Unaona? So ndio hiyo kitu nimekuwa nikijiuliza, hata ni vizuri hii topic imeingia hivi. Unaona? Kitu yenye nilikuwa najiuliza ni unaona sasa kama huyo besha yangu si alienda akapigwa fine juu alichukua mtoto wa watu anampea watoto hadi wawili na hajaienda huko. Hajaienda huko. Fine, si ndio? Sasa what about mwenye labda kuna mtoto nyumbani hajaolewa, mimi nimeenda nimemchukua na kuna mtoto. Ama nimeenda nimemchukua mtoto wake amebaki nyumbani, nimekuja tena nimepatana sema msichana ako na mtoto. Msichana ako na mtoto. Sasa ni mimi nitawapiga fine. Sasa siingia. Nafaa niwapige fine. Bora wakala hizo vitu za kapo. Bila ulizi mimi nafaa niwapige fine kwa sababu kwa hiyo culture yao. Kitu swali yangu ni kwa hiyo culture yao, si ndio? Mimi nimechukua mtoto wao, si ndio? Niko na mtoto na sijaenda huko nimepigwa fine. Sasa mimi nimepatana na huyo msichana wao, si ndio? Tumeoana. Sasa kwa wao mtoto amebaki huko. Mimi nimekuja nimempea mtoto na sijaenda. So nikienda nitapigwa fine bado. Hiyo sasa naomba juu msichana alikuwa na mtoto huko. Sasa unaona huyo mtoto kwa culture kama ya Wakikuyu, mimi naongea si kitu najua, niliambiwa. Sasa unaona kwa Kikuyu kama msichana amepata mtoto but mwenye alimpea mtoto hajamuoa. So huyo msichana huyo mwenye alimpea wa kwanza, huyo kijana mwenye alimpea mtoto anafaa kuja kulipa, hata kama hata wao msichana anakuja kulipa mahali hiyo mtoto. Alipe fine. Atakuja lazima huyo akilipa hiyo mahari mimi ndio nitapewa, alafu tena mama ya mtoto ama mtoto ndiye atapewa hiyo mama ya mtoto na nini anaanza na hiyo mahari anakuja nao kwangu. Sasa unajua mama ya mtoto hiyo mahali inafaa hiyo fine inafaa kwenda kwa mama ya mtoto. Naget? Unaona kuna vitu zingine naona zimepitwa na wakati. Kuna vitu zingine zinarudisha watu. Imagine bro, ama zinaumiza watu wengine. Imagine useme kuna mahali culture zina work, kama sita work hamtaoana. Kuna mahali wazazi wakisema uwezi olewa na hiyo tribe, uwezi oleka kabisa, uwezi. Naget? So unapata imagine umeenda tuseme for example umpatana msichana, umekubaliana, umeenda kwao, umeripoti, umepigwa mafine, umepigiwa hesabu ya, unajua kuna tribes zenye unauziwa msichana according na elimu na huyu msichana ni nani. Kama amesoma danger for you. Sema tu ni masomo unauziwa, si msichana. Unauziwa. So unanunua masomo. Unaona saa zingine mimi naona ina depend, msichana ndo anaweza kuuza.
akienda huko akwao ajiongelele vizuri, aseme hii kitu tunafaa tufanye. Hapana. Kwanza unaona wenye wanajajishanga Hakuangi ni hapo. mango na mandi. Unajua tena Unaona unapatanga hapo. wazazi wa msichana. Saa zingine pia inafuata, ina depend na familia. Unaenda kwa familia ina gani? Kuna familia zingine watu wamepitwa like hizo vitu wanaona zimepitwa na wakati, wanaongea kitu yenye na make sense. But wenye wanadecide ni watu wenye washapitwa na wakati, ndio wanadecidingi wengi. Lakini wengine pia unapata wamesoma. Umefika kwa kina msichana umeketi, alafu unasikia unaambiwa toka nje muongee. Sasa umesomea mashtaka nini, alafu unaambiwa nje sasa muongee. Ongea nini? Unajua wewe mwenye umeenda kuchukua msichana, umeenda kuonekana uongee. Unajua mimi muongea nao. Unaona kitu najaribu kusema hapa, sipingi kulipia mtu tuseme dawali. Hapana. Kitu nasema like wanafaa consider sides zote, like waone huyu mtu ni nani, si eti mset standards na upate sifiki nitafanya aje. So unapata, unajua ndo hiyo time unajua kitambo time ifike mnaenda kulipa mahali, unapatanga wamekujanga, si umeenda kwa wamekuja kwenyu. Unajua wanakujanga kuona msichana wetu anaenda wapi. Hiyo iko wanakujanga. Ndio hiyo nawaambia, hawawezi kuwa wametembea kwetu na wakafika kwao ile time nimeenda sasa ku negotiate alafu wanisetie standards zenye siwezi. Sasa kama msichana wako amesoma na wamekuja wameona msichana wao kwenye anaona anaenda iko sawa, si kuzuri lakini ako sawa, anaweza kaa, wamekubali anaenda huko. Sasa wanakupika bei ya according to msichana amesoma, kwanza ameenda university na mimi sijasoma. Na mimi umesoma. Kama umesoma kwanza, hapo ndo advantage, uko capable, si umesoma. Kuna kitu moja, unajua, acha nikwambie, kuna tofauti ya kusoma na kufika mahali fulani na kukuwa na pesa. Unaweza kuwa umesoma umefika mbali but hauna pesa. Hiyo nayo wataichaje aje ama wataichaje? That's why unasikianga kwa maredio ama that's why utasikia kuna mtu wako na over 30 years in marriage wanaka jawi enda kwao. Ni kwa nini? Kitu shida inakuwa hapa ni moja. Mimi naona watu wako na nguvu ya kudecide kitu wanafaa kufanya ni hao watu wawili wenye wanataka kuoana. Msichana aende side yake, aongeleshe yule mtu mwenye wanaweza elewana na yeye, amwambie situation venye iko, amwambie hata kama huyu kijana amekuja kunichukua background yake ni hii na hii na hii. Hata kama mliona, unajua acha nikwambie, watu wanaweza kuja kwenyu kuona kwenyu, upate mko na nyumba kali upate hizo nyumba hata si zako, ni za watu wengine, ni za wazazi. Ama wazazi, vitu ni za wazazi. So mzazi wangu hawezi toa pesa anipee niende kulipia msichana. So sometimes inafaa wani assess mimi, si tu assess familia. Nataka sasa nikupe situation ujue vile ni worse. Kuna tribe, unaona msichana kama alipata mtoto akiwa kwa nyumba kwao, msichana anaenda azioleke. Do you know what happens? Msichana anatipia mahali. Hiyo hapana. Unaona? Sikia. Unaona msichana kuna tribe iko. Sasa kusema ni gani? Unaona msichana akipata mtoto kwao, mwenye alimpea mtoto aruke, msichana asioleke, msichana anatipia mahali. Hiyo ni kama biashara. Kama biashara. Sasa tunakwambia kama kuambia mtu tafuta mtu akununue, useme siwezi pata mtu, wacha nijinunue. Hiyo sasa si kama hiyo. That's why nakwambia kuna tribes is very something shit. Unaona kitu kingine. Mimi naona hizi mambo na mila nini vitu kama hizo zinafanya vitu zingine zinakuwa kama ni biashara.
Inakuwa ni biashara. Unapata umepatana na mtu mwenye mnaelewana, mtu mwenye mnaweza enda mbali na yeye, mnasapotiana, but unaogopa, mnasetia standard, unaogopa huyu mzee, to have this person I must go extra kufanya hii na hii kufanya hii na hii ndio nipate huyu mtu. Get? Na unaenda unafikiria, unajua watu kwa sana. Ama vitu happens. Sasa kusema watu kwa sana, vitu happens. Upate umenunua msichana very expensive, get? Alafu from nowhere siku moja mkuje kuachana na huyo mtu. Unaona? Ama mkuje kudivorce na huyo mtu. Na huyo mtu ulimnunua very expensive. Achana hata kununua, yaani kuachana. Unaona? Kuna ile kurudishwa nyuma. Ni kama familia fulani yenye nasema okay, mmependana na huyu msichana, sisi hapa tunafanya harusi. Alafu hii harusi yetu wanaanza kukusetia standards. Unapata msichana wanampea pressure, msichana naye anakuletea hiyo pressure, anasema harusi yetu kulingana na familia yetu tunafaa ikue class fulani. So you see, unaenda kuchukua tuseme loan nini hapa na pale, unaweka hizo standards zenye wanataka, mnafanya, mkimaliza mnaenda kusava nyinyi wawili. Unajua wakati wanasemanga sasa inakuanga ngumu kwa mwanaume. Imagine hizo vitu watakuwa wamesema ati kwa vile nafaa ukua. Unajua hiyo pressure, unajua msichana anaambiwa harusi yetu yake inafaa kuwa hivi na hivi na hivi. Hizo vitu anabeba analetea bwanake. Bwanake sasa anakuwa na stress. Hiyo hizo vitu. Juu wamesema kwa wanataka ukue hivi na hivi. Lakini sijui lakini unaona mahali dunia imefika saa hii. Ukiweka mambo na mila mbele, eti culture yetu inasema nini, ndugu yangu utaumia. Huwezi enda mahali lakini vitu mingi zitakupita. Lakini hapana. Hata niwekea ng'ombe 50 na nilipe pole pole. Haya, sasa tuseme kama wakwambie ulipe mdogo. Lipa mdogo siku hizi ndio inafanya kazi. Sasa uniwekea ng'ombe 15 nitatoa wapi? 15 unasema nini? Kuna tribe ukichukua msichana unaambiwa wao unapata mmoja wanachukua mbuzi. Na wanakuambia sisi tunataka mbuzi 200. Au itishange ng'ombe mbuzi. Wao dini na mbuzi. Wanakuambia mbuzi 200. Fikia ya mbuzi moja ni but wanakuambia huku kwetu, unajua wanakuambianga huku kwetu mbuzi moja na kuanga ni 40,000. 40? Kwa nini ni mbuzi? Nimesema for example. Wanakuambia hata kama ni for example, 40 ni ng'ombe. Kwani kuna ng'ombe mbuzi? Taka mbuzi moja 20. Moja. Wanakuambia mbuzi moja ni 20 lakini wanataka mbuzi 200. Lakini wanasema hivyo ndio bargain. Unajua hapo kuna bargain, si ndio? Haizi kuja kuambia ni 5,000. Naona hata ukiwa na mbuzi 200 kwenyu, huwezi peleka hizo mbuzi. Kwa nini? Wanataka za kwao. Wanunue huko. Huwezi peleka mbuzi. Wanapiga budget ni mbuzi lakini ni license wanataka si sawa, wasema wanataka cash. But wanakuambia wanataka mbuzi 200. Lakini wacha nikwambie tena kitu kingine. Saa hii dunia sijui imefika wapi. Unapata msichana mmeona na yeye anafika, hata yeye anarudi kwao, anaweka kikao kwanza, anamwambia nyinyi mnaona mnataka ngapi? Wanasema tunataka kijana hata tupewe 100,000. Anasema nyinyi mnataka 200,000. Sawa, omba 300, 100 yangu mlipe. Unajua kuna vitu kama hizo ziko. Anakuja ile time sasa mnaenda kuongea. Unaambiwa 350. So that ukibagain ufike 300. Mnapishana finally tuseme nafika 300. Ikifika 300 unatumanisha hiyo pesa. Ukiwapea hiyo pesa wanatoa 100 yako, yani 100 ya msichana wanampea, wanabaki na 200. Sasa ni mtu unakuja kuishi. Lakini mimi naweza sema hivi. Unaona kwa kulipa mahali, kama umepata msichana amesoma, msichana ako na akili, achana kusoma. Mimi by this time wangi kusoma. Achana kusoma. Msichana ako na akili. Get?
na msichana ako na behaviors mzuri, umekuja umejijenga. Kwa hiyo mahali huyo msichana pia anafaa changie. Wewe wacha nikuambie. Wewe si huyu msichana umemtoa kwao. Wacha kwanza. Wewe unakosea sasa. Ngoja. Huyu msichana umemtoa kwao. Umemtoa kwao. Si ndio? Anakuja kwako. Na get? Iko sawa kabisa. Kwako, unajua ikiwa kwako inamaanisha kuna vitu fulani zitaendelea hapo on your power. Si ndio? Kuna vitu mingi unaweza funza huyo msichana. Kuna vitu mingi utaelevate huyo msichana. Kama mwanaume ako na akili. Na get? Kwa mwanaume ako na akili anajua kitu anafanya. So, ndio msichana, unajua mahali nafaa kukua ni ku appreciate wazazi kwa kulea mtoto mzuri. Kwa kulea msichana mzuri, kwa kumpa education, kwa kumpa character mzuri. Ni ku appreciate, si kukuuzia. Inafaa kuwa ni ku appreciate, si kukuuzia. So, kama msichana ameona yenyewe, huyu mwanaume wangu anajaribu. Na yeye maybe huyo msichana ako na kazi, anajaribu. Mbona asichangie kulipa mahali? Anafaa unaona sisi wawili ni familia, si ndio? Unajua hakuna mahali naenda kutoa pesa nyingine. Ile pesa yetu tunatoa warudishie. Iko sawa. Tuseme sisi wawili hatufanyi kazi. Sisi wawili tuko na biashara. Hiyo biashara yetu tumeisukuma, imegenerate tuseme kitu kama pesa fulani. Tuamue sasa ni pesa tunarudisha huko. Tunafaa kuwalipa. Sitaenda nitafute pesa nyingine. Hiyo pesa ndo nachukua niende nilipe. Kwa sababu hiyo pesa unajua tumetengeneza sisi wote wawili. Hiyo pesa ndo nachukua kidogo niwape. Unalipa. Unaona. Unaona na pia yeye amechangia. Si mbaya. Iko sawa. Lakini unaona siku yenye itafika ukose kuenda. Waje ifike bwana. Niende hivi. Wacha hiyo siku. Unajua itakuwaje? Utakuwa unasikia. Waje ifike. Unainua mkono nini? Unasema nini wewe? Kwanza mimi ndio nilikusaidia hata kulipa mahali. Unaona? Wacha nikwambie. Hiyo mahali nani alikuwa hiyo mahali nani alienda kukula? Si wazazi wake? Unaona vizuri. Si wazazi wake wanaenda kukula hiyo mahali. Ikifika point mpaka kuanza kukuambia hivyo, kuna mahali umefanya vibaya. Ulilegea. Mimi mahali ili tufanye biashara, nitoe hiyo pesa, niende nifanye kitu yangu binafsi mimi. Iniletee pesa, niende nilipe mahali. Si nitoa pesa yenye tumepiga wote hustle, mimi na mke wangu ati ndio natoa. Napeleka kwa. Unaona sasa bado mila iko kwa akili. Hiyo si maneno ya mila. Unaona acha nikwambie. Hiyo si mila. Hiyo ni ukweli. Unaona acha nikwambie. Mko na biashara. Nyinyi wote wawili mna run hiyo biashara nyinyi wote. Kabisa. Pesa inakuja. Umeelewana sasa? Each time tunafaa kuwapea kitu kidogo. Uende kutafuta pesa mahali wapi? Mimi hiyo pesa yenye tunaenda kulipa, mimi ndio wanachukua na mwambia, niko na idea fulani naenda kufanya nini. Kuna kitu nataka kufanya. Nichukue hiyo pesa. Niende. Niiweke. Hata nikiiweka hata imalize hata wiki, ikuje tu lakini imekuja kwa jina yangu. Unaona? Imeongeza hata 100 juu. Imekuja lakini ilikuwa 1500 imekuja 6000. Imekuja kwa jina yangu. Unaona hiyo mindset? Hiyo mindset si. Unaona bro? Naona mwanamke mbaya, acha nikwambie. Mtu kama ataongea hata kama utatoa pesa mahali. Unajua ni kama hiyo ni kama yenye huyu alikuwa anasema na wanawake mwenye akizaa mtoto akiwa kwao mila hiyo kabila lazima ajilipie mahali. Sasa ni kawaida hiyo si tofauti kubwa. Hiyo si sehemu. Si tofauti kubwa. Mlijangia nyinyi wote unajua kuna ile bro. Sasa si wewe huko mbona ukubali? Wewe huko mbona ukubali mchangiane na yeye? Si tuchangiane. Tuseme ametoa pesa na pia mlifungua biashara tuseme ya 20000. Nyinyi wote. Biashara ni ya familia yako na mke wako. Mumeiran sasa imefika hiyo biashara imefika hata ya tuseme 2 million after some years. Imefika 2 million. Hamwezi sema wacha tutoe tuseme hata 300k tuwape alafu tuendelee na hii dini yetu. Hiyo unajua amechangia. Si amechangia. Nataka sasa uniambie hii. Amechangia ndio. Mimi sijakataa hajachangia. Utafanya aje? Okay. Wacha nikuulize. Mimi hiyo ndo source ya income mko nayo. Na hiyo ndo pesa mko nayo. Utaenda utoe pesa nyingine wapi?
kama ulielewa hii kitu nilisema, hiyo pesa ili mimi nichukue hiyo pesa kama Unajua hiyo biashara ni uiweke wapi? Hiyo pesa unasema unachukua wapi? Nimeelewa kabisa. Unajua si lazima nitoe hiyo pesa hapo yote niseme naenda kulipa mahali. Mimi ndani yangu nitaitoa, si eti nitamuonyesha kuwa staki hiyo anisaidie kulipa. Hapana. Hiyo ni mimi najua. Shida yako ni hautaki kuonekana. Hapana. Kwa mahali hiyo na bro, kama unakataa hivyo, nataka uniambie hii. Kuna hii tribe na hata unaijua. Sisi wote tunaijua. Unapata kama mko na wasichana watatu kwenyu. Mko na wasichana watatu, si ndio? Mko na vijana watatu, mko 6. Unapatanga na kuanga hivi. Msichana mkubwa akioleka, unaona zile ng'ombe zao zinakujanga, zinalipanga mahali ya kijana mkubwa. Sasa si hiyo ni dada. Msichana wa pili, sister yako akioleka, ukijana wa pili na yeye akioa, zile mahali zikikuja zinalipanga mahali huko kijana. Hiyo inaitwa nini? Huyo ni huyo kijana amelipa mahali ama ni sister yake amemlipia mahali? Hapo kuna kitu mbili. Hiyo ni mtu wa familia kabisa, damu yako. Unaona? Hiyo ni damu yako. Sasa unajua ng'ombe ikikuja hicho ni ule msichana, inaitwa ni ng'ombe ya mzazi. Kama ni bora. Nikuulize ng'ombe ya mzazi. Nataka nikuulize. Kati ya watu wawili, sister yako na bibi yako, kama mke wako, ni nani unaweza amini sana? Kuamini. Unajua hapo si kuamini, hapo si maneno ya kuamini ilikuwa. Kuamini njia gani? Kumwamini nini? Kumwamini like, si unaona umechukua tuseme mke wako, umesema ile pesa mmeweka pamoja huwezi toa urudishe kwake. So unaweza enda uombe tuseme hata sister yako loan, uende ulipe ndio ukuje kumlipa baadaye. Hapo kwa sister wewe ndio umenisemea. Uko comfortable kurudi. Angalia, uko comfortable kurudisha zile ng'ombe zimetoka kwake kuziweka kwenda kwa familia ya kina mke wako, si ndio? Uko comfortable. Yaani ng'ombe zitoka, unajua zikitoka, ng'ombe ikikuja inaleta nyumbani. Sasa tuseme ikifika nyumbani, inafika wewe ni mzazi, si ndio? Unajua ni mile yenye iko. Kama siko capable ya kulipa, naweza kubali nifanye nini nichukue. Kama niko capable naweza sema kama hiyo ni mile iko. Naweza sema niambie mama, dada, yani baba, hii venye mimi nimeona kama ni 50,000 mahali. Mimi sichukui yote. Mimi niko na pesa yangu. Niko na hii kiwango fulani ya pesa. So kama mnaweza niongezea, sitaki kuchukua yote. Nataka pia nyinyi ng'ombe fulani zifanye nini? Zibaki. Yaani unajua ni support wamefanya nini? Wanipiga. Unajua na hapo kuna tofauti. Support ya bibi, support ya mzazi ama ya ndugu yako. No. Hiyo ndio hapo tu ndio tume. So support ya mzazi uko nayo uko sawa na mzazi ni mzazi. Mzazi hata ukizeeka wewe bado ni mtoto wa wewe bado ni mtoto wako. Inafaa kama mzazi wako tuseme ni wa kawaida tu, mtu wa kulima tu kwa shamba. Alafu sister yako amelipiwa tuseme ng'ombe kama 3 zimekuja kwa familia. Tena upewe share yako kutoka huko na mko na biashara yenye unaweza toa pesa ulipe. Mimi sijakataa sitalipa mahali. Hiyo pesa nitaichukua. Unaona? Hiyo pesa nitaichukua. Lakini sitaichukua niweke kwa gari yangu kwa kina bibi ndio nimeleta mahali. Ama tumeenda kulipa mahali. Hiyo pesa ni vizuri kama mwanaume mimi pande yangu. Unajua kila mtu si yako na anaona mimi kwangu mimi nitachukua hiyo pesa ndio. Lakini nikichukua wewe mko wangu utakuwa unajua chukua hii pesa nimeenda kulipa mahali yangu. Hapana. Mimi nitachukua hiyo pesa niende nianze hata kama nikapoje. Okay, sasa hata baada ya mwezi moja as long as yani ile mine yenyewe ati alichukua pesa. Sawa. Sasa aleka nyumbani. Wewe sasa uko kwa culture ya kusemaje mwanaume anafaa ajilipie mahali. Mwanaume ndio hiyo si ndio? Mwanaume anafaa ajilipie mahali. Huyu mwanamke naye pia anafaa kuchangia kulipa mahali yake. Ndio siku utakuja kuachana na yeye pia alilipa. Sasa kila mtu ako na maoni mbalimbali. Wewe ndio pia kuachana.
hata guys wanaweza tuambia. Wewe unaweza kubali eti uko pale uko pale hivyo nyumbani kabisa, mko na biashara, mchukue mahali, ama bibi yako mke ambaye umemuoa akusaidia kulipa mahali? Wacha nikwambie bro. Bro, wacha nikwambie. Imagine bro. Imagine bro, wacha nikwambie. Wacha nikuulize. Ona. Imagine wife wako anaona bro una struggle. Una struggle kupeleka watoto shule, like unajua kuna wale wife wenye wanaamini okay, kuna mwanamke ameniambia mimi bwanangu hata akisema tupate watoto 15 I'm ready. Bora wapeleke shule, kila kitu asimamie kila kitu. Mimi pesa yangu haiwezi fanya hiyo kazi. Na get. So, imagine mwanamke kama huyo, anaamini yeye ako ready kupata watoto. Hata akisema 15, watapata watoto 15. Lakini bwana yeye akaramikia kila kitu. Food, manguo, yani asimamie kila kitu kwa watoto. Yeye hana shida. Unaona? Alafu na huyo wife bado ndio ako hapo ready, anaongoja bwanaka anasema si mahali bwanangu ndiye analipa. Okay, yeye ndiye anafaa kulipa. Yes, sijakataa alipe. Lakini upate huyo bwana ana struggle in life. Na get kulezi hizo vitu zote. Lakini huyo wife kuna do fulani anapatanga poa. Yaani hawezi msaidia bro. Siko ubaya. Unaona kitu kingine ina depend na venye umejiweka nyinyi wawili. Like kuna wale watu wanakuwa wanasema like maybe kila mko pamoja but kila mtu anafanya zake. So huyu hii pesa ni yake, huyu hii pesa ni yake, huyu hii pesa ni ya kutumia, yangu ni ya kufanya. Hiyo si familia. Hiyo hiyo ni ngumu sana, unapata ina exist. Hiyo hata mimi naipinga. Hiyo si familia. Juu kama huko unafanya kazi, wewe unasema pesa yako wewe ndio unaipigia budget, ndio unafanya kenye unataka, na mimi nasema yangu mimi ndio naipigia budget. Unapata wengine hata wameoa, wako na watoto wawili, wote wanasoma, unasikia huyu mama ndiye anamfunza, huyu baba ndiye anamfunza. Mimi hapo nao tutashikana sawa kabisa, tutasaidiana kila kitu. Lakini kwenye kidogo tutaenda hivi. Mimi nasema mahali itafika mwanamke aseme pesa yangu ni yangu, nitafanyia vitu zangu zenye nataka. Lakini pesa ya bwanangu ni yetu, atafanya vitu mimi nataka. Ama vitu yenye hiyo marriage ikatwe na panga, itupwe nje, watafute watu wengine. Hiyo si marriage. Kuna kitu na waki hapo. Hapo ni ngumu. Haiwezi waka. Lakini ina depend na nyinyi ni akina nani. Hakuna kitu kama nyinyi ni akina nani. Kama mko hapo kupush, unajua kuna watu wanakuwa ni marriage kupush. Kuna watu wenyewe. Hiyo inaweza work. Wow. Watu wenyewe wameona wako sawa tu. Yaani hata wasiposonga wako sawa tu. Wakiwa hapo wako sawa. Bora wajalala njaa. Lakini ukiona bro mahali hiyo marriage iko kama ina watu bado wako sawa, kuna mtu fulani anafichwa kitu. Kuna mtu fulani anadanganya kwa kitu hapo. Hiyo haiwezi work. Anyway, anafichwa kitu gani anafichwa? Kuna mtu anafichwa. Ita kuna mtu ameoleka tena hapo ama mtu ameolewa hapo. Ukweli. Do you know kuna mwanaume unaweza pata ako na wife kwa nyumba. Mwanaume apingi vitu. Wewe ukisema fanya ni hivyo tu. Lakini unapata ako na wife mwingine mahali. Mahali sasa anapinga vitu. Ako na wife huko. Wewe tupushi tu. Wanasema wanaume wanaongea huko nje kwa nyumba. Wamenyamaza waongee. Hii inaenda depend mwanaume ako na. Unajua kuna mwanaume anaweza kuwa ako na wife Simba. Mimi siongelei. Kuongea si lazima ukue unapiga kelele, unafungua mdomo nini. Yaani kuongea, unajua nikisema kuongea ila unaweza kuambia mwambie hiyo sijaona kama iko sawa. Unajua kwa kuongea yenye unasema na kuongea watu wanasema hiyo. Like huyu mwanaume tuseme maybe anapinga vitu hapa lakini anatoka kwa nyumba yake. Aongeange. Sasa hiyo ndio nasema. Yaani
mtu labda bibi ufike labda umefika kwa nyumba, si ndio? Upate kwa nyumba mko na shamba, ndio mko na shamba mnalima ni kubwa ndio, ama ni size kidogo tu. Wewe umefika umepata bibi ameenda labda ametafuta mtu anataka kumkodesha hiyo shamba. Sasa hapo aongei. Do you think ni vizuri wewe uko hai huko unafanya kazi labda mahali, sio labda unaenda kibarua asubuhi jioni unarudi, ama labda unaenda wiki mzima ama mwezi au miezi mbili tena ndio unarudi nyumbani. Lakini ukirudi nyumbani unapata shamba ishapeana. Hiyo ni noma. Shamba ishapeana, cha kwanza hakukuambia Wife. Okay, wacha sasa nikuambie kitu kingine. Unaona kuna reasons mingi zinaweza fanya afanye hiyo kitu. Maybe uko huko na utumi pesa, unataka wa survive aje. Unajua mwanaume Sijui. unaona mwanaume, sisi wanaume sisi kuna ile pesa yenye nikipata. Unaona kitu kingine sasa nataka nikwambie leo. Usikuwa unaongelelea wanaume. Nasema mimi. Hiyo ni kitu nimeona iko. Sema aje? Mimi yani, sasa sema wewe mimi naweza fanya hii na hii na hii. Ama mimi iko hivi. Siwezi ongelea mimi sababu si mimi nilifanya ni mtu. Sema mwanaume fulani. Sema mtu fulani. Usiseme wanaume. Wanaume kuna wanaume wenye wako hivi. Mtu wako kazi, si ndio? Ako kazi like asipo, ako kazi ndio, lakini sasa kwa wiki pesa yenye anatumia wife wake ni 1000. Na huyo wife ako na watoto, ako na mtoto mmoja anaenda shule, mmoja ni mdogo. So huyu mdogo lazima uji ikoe hapo. Unajua mdogo hawezi kunywa uji asubuhi mpaka saa 7. Unajua kuna mtu anaweza tuma 1000 na amefanya shopping ya kila kitu. Imagine hiyo ni shopping yote. Hiyo ni shopping, hiyo pesa ametuma. Kila wiki anatuma 1000 hadi pita. Na huyo mwanaume akona pesa ama ni yule mwenye ana struggle kupata pesa? Unajua unaweza tuma 1000 na ndio uko naye. Mimi hasa by the way nilikuwa na picha. Nikapata huyo madamu analalamika. So unajua singeweza kumuuliza. Inaweza kuwa huyo mwanaume anatuma hiyo dhao, but in the real sense ana struggle, hata alituma hiyo dhao akubaki hata na kitu. Lakini sasa kama una struggle, umeituma pesa, umeituma 1000 ubaki kama na hata na tumbo. Kama umestruggle, mbona usijitoa hapo uchange hata ndivyo, ama place yenye unafanyia kazi uchange? Ulimpea hiyo place yenye huko ndo umetafuta umepata. Imagine mtoto anaenda shule. Huyo mdogo wako wewe huko. Wife yeye anafanya nini? 1000. Yeye anafanya nini? Mtoto ni mdogo. Unasema nini? Mtoto ni mdogo. Mtoto anaweza kuwa na 1 week lakini unafanya kazi. Hapana. 1 week bwana unafanya kazi shwari. Atafuta hata kazi ya online. 1 week kazi online. Hata mimi nataka mnionyeshe hiyo ya online. Bro, acha nikwambie. To be honest, wewe hapana. To be honest, wife wako wife wako akona mtoto mdogo, tumwekee 4 months. Akona mtoto wa 4 months. Wewe unafanya kazi ya mtengo, una struggle. Right? Ndio? Lakini your wife anangoja from A to Z na anajua kazi yako haiwezi timisha hiyo mahitaji yenu nyinyi wote. Na get bro, anaweza tafuta karia ka kitu ka right tu, akiweza pata hata kama ni 120 ndio inaitwa bro kusaidiana. Lakini nasema bro, kama uko na do, kama uko na kasi poa, kama uko na do, uko na kasi fiti, inakupea do fiti, unaweza lipia watoto school fees, take care of mamao, ulipe vitu zote, na wife wako ana job, unaweza endelea kumunini, mkiendelea kuona yeye anaweza fanya nini. Lakini wewe una struggle na mama yako hapa amekaa. Hiyo ni maisha gani? Sasa mimi kuja nakuuliza, eti mtoto akona mtoto labda akona miezi 2 3 hivi. Hata hajafikisha miezi 6. Unataka afanye binadamu? Si binadamu. Kuna ile tunasema nikupe example. Kama msichana, kama tuseme akona mtoto mdogo, ukampea hiyo time yake hadi afike ile time anaanza. Sasa hiyo time ndio nilikuwa naongelea kwa huyo anatumia. Okay, kama mmefika point ya kupata mtoto, mnajua venye ata survive. Depend. Mnajua venye ata survive. Mwezi hata mtoto mwenye mziki.
Na kuna ule anakujanga tu. Mnasema mtalea. Kujaga tu hata nyinyi kujaga tu. Ulinde. Sasa huyu mwenye anatumia 1000 pia anakuja. Sidi like kama umepata mtoto elinda mtoto. Unajua mtoto yeye hajui. Hiyo ndio inakuwa shida. Mtoto ajuangi. Lakini kama baba mimi wakati nilikuwa nafikiria kitu ilinisumbua sana. Lakini acha haifai kukusumbua, kuna wenye uwe mtoto wa ulinde. Sipo. Anawaja nikuulize. Unajua sometimes kuna watu unapatanga hapa nje wanafanyanga tuseme kama for example wewe. Unafanya kazi but si kazi yenye you strain. Unafanya kazi yenye una strain. Mbona si example yako? Ndio mimi siwezi jipe example kwa sababu example haiwezi niingia. Mbona mpaka kwa example mimi uliweka ni strain. Tumia mwingine. Okay, sawa. Kuna jamaa fulani. Sema aje for example mimi na strain. Useme mimi na strain. Hata mimi niweke kwa mambo na enjoy kidogo kwa. Mpaka kwa example naweka ni strain. Aje sasa. Okay, tuseme. Okay. So ungekuwa tajiri ungetaka aseme example kwa pesa. Nani amekwambia na strain? Usiko unatumia example mbaya unakwambia. Tumia example nyingine. Sema aje? Sema saa hii uko na 20 milioni. Alafu kuna mtu fulani anataka ununue kitu fulani. Hata wewe unajua saa hii 5 milioni. Utafanya aje upate hiyo 5 milioni? Kitu kama hizo. Sasa wewe unaanza kuongea eti strain. Na strain nani ana strain? Hiyo ni example. Sawa, peana ya Niko sawa. Hiyo nimempea. For example Bisinga ana strain. Okay, for example kuna jamaa fulani hapo. Jamaa fulani Bisinga. Sawa. Kuna jamaa fulani hapo ana strain but he really tries. Anajaribu sana kufurahisha familia yake, like ile kitu wanadai anawapeana but si ile match vile wanataka. Get? Anafikisha kama walikuwa wanataka maybe kufull analeta nusu. Unaona? Analeta quarter. Unaget? Yaani like unaona kuna vitu zingine mnaletanga. Ona, huyu jamaa anajaribu. Unaona? Ndio maana nimekuambia kwa example tumie vitu vizuri. Eti strain kuleta mkuful uleta nusu. Strain kuleta vitu za maana. Lakini ni sawa pia nikuulize mtu ukiwa labda umeoa si ndio? Unafaa ukuje maisha ama inafaa kwanza mjini mtafute mfanye investment ndio income ikianza kuja ndio mwanzo kukula kuku. Sasa acha nikuulize. Hiyo. Acha nikuulize. Mimi nataka kuuliza swali. Uko na 500. Mna invest. Sasa unajua invest unaanza na ile pesa yenyewe unapata. Sawa, si ndio? Kwa siku unapata kwa siku unapata 500. So 500 hiyo kuna watoto wawili. 500 piga vitu basic. Ndio hiyo basic. Ndio pia mimi nimeuliza aje. Hapa piga basic na 500 kwa siku. Sasa ndio pia mimi nimeuliza swali. Mimi sikuwa na maoni. Nilikuwa na swali. Hiyo swali pia mimi nilikuwa namsumbua. Sasa acha nikuambie. Mtu inafaa uinvest ukiwa aje. Sasa pesa yani si ndio inafuata sema aje invest taja investment. Usikuwa unasema invest ukiwa aje. Unaweza sema unafaa ukuwe na plot, tuseme, si ndio? Kuinvest unajua? Kuinvest aje nini? Yaani si ndio umeoa labda si ndio? Labda umeenda kwenye mmesema mtoto amepatikana bahati mbaya, si ndio? Na wewe umeona si vizuri huyu aende kwao. Sinampenda na ni mtu mwenye ako na tabia labda zenye na yani ako na character zenye mimi nataka pia za kila kitu ako sawa. Wacha akuje tuishi hata kama sina kitu. Tuanze na yeye. Sasa inafaa mkianza mnaanzia na pesa gani sasa? Invest, unajua investment iko ni different types. Unaona? Investment ni mingi. Haya sawa, kubadilisha maisha. Ngoja nikwambie. Kuoa si investment. Sijasema kuoa ni kuinvest.
Ananiuliza aje kama imefika mpata Mmeoana mtoto. sasa. Mmeoana. Unafaa kuanzia nini? Unafaa aje ndio uanze kuinvest. Sasa Uanze aje, yani ndio kuanzia nini ina depend na mtu. Number one, ina depend wewe ni nani, priorities zako ni zipi. Alafu income yako inatosha na aje. Kwa sababu huwezi sema una earn tuseme per day 500. Alafu uanze kusema in the next 2 months nataka nikuwe na shamba fulani. Niweke plot fulani mahali fulani. So lazima uanzie mahali huko. Kama tuseme ni 500 per day, sema aje hii kama mama afanye kitu, mnunulie sukuma, mayai, avocado, mtengenezeka kipanda fulani. Investment yenyu ianzie hapo sasa, kuenda ikisonga. Sasa huwezi budgetia 500 kwa vitu za 2000. Ina depend Kenya uko nayo. Ina depend na Kenya unaweza kwa mkono. Kwa sababu huwezi invest na mdomo. Lakini mdomo ina invest sana. They invest tu. Invest na mdomo. Kuna nyama invest na mdomo wako. Inakuwa ngumu. Unaona mtu ana invest na mdomo ni yule anajidanganya. Kwa sababu unajua anaweza kuja kwako nikwambie nataka kufungua klabu fulani. Noma. Noma sana hapa town. So nikwambie Nyumba iko wapi? Hiyo nyumba nimepata nyumba naendelea ku kidogo. So like vipindi. Kuna vipindi na kuna investment. So usikuwa unapiga vipindi. Unajua saa zingine tena ukipiga vipindi sana unafika unakuwa unatulia tu, unaona hizo vipindi ni kama ni real, ni ukweli. Umeidanganya mpaka uone hiyo kitu inakuaga. Unadanganya mtu unamwambia mimi by the way nakuaga nafanya kazi huko chini, mimi ni manager, mimi ni nini. Unadanganya mpaka like hata una feel hii kitu unafanya sio hii, nafaa nikuwe ile kitu nasema. Labda kwa anapanga kudanganya. Alikuwa na hiyo idea na alikuwa anaifanyia kazi. Venye nafikanga mtu na give up haraka. Ukigive up naona tu sasa wacha ibaki tu. Sitasema niliacha. Wacha tu ibaki, niko bado. Lakini kiukweli kabisa ufanye nini? Wewe hauko. Unajua ushaifanya kitu kama hiyo? Ya unafika mtu unapata mtu amefika anaambia mtu kwangu ni hapa. Mimi naishi plot. Kama mimi naona ile ni wale watu wanataka kunini. Unakaa huko. Lakini kumbe unakaa nyuma ya hiyo plot kwenye nyumba zingine zinakuaga huko. Labda by then inaweza kuwa ni the same plot, gate ni moja, lakini ndani kuna nyumba tumejengwa mahali hapo. Labda zilikuwa kama store. Ndio hiyo ni wakati unataka kujiinulia class fulani na standards zenyewe hakuna. Na get. Hauna pesa. Ni kama sasa tuseme tumeenda out sisi wote watatu, ndio? Kuna wale watu atakaa chini angoje kisha hapana sababu mimi wataniona baya kama anaweza ni charge. So unatulia unangoja mtu fulani mwenye umekuwa umeweka juu aitishe ndo ya wewe uitishe. Hiyo unaweza kuwa comfortable kuenda mahali mmekuwa tuseme mmeenda out fulani. Waiter amefika. Ukwe wa kwanza kutisha food. Mimi ina depend kwanza. Si mimi naitisha nataka nini? Kama mimi najilipia, najua mimi naitishanga. Kenye mfuko wangu inasema nini? Inasema hata kama achana na pesa sasa. Ile kukua comfortable. Leave alone pesa. Ile kukua comfortable kusema kitu unataka. Without kuangalia watu wengine, unaweza kuwa comfortable useme mimi nataka kitu fulani. Mimi nitakuwa comfortable. Kwa kwanza kwa mahali naona environment iko sawa. Naona. Sawa. Lakini yani kuna unajua kuna hoteli zenye unaenda, like unapata hata wenye wanakuserve nini. Hapana, naongelelea. Hapana. Kitu iko class, mali place iko sawa kabisa. Mimi sina shida. Unajua bro, tu Kenya mimi na feel kula. Kama ni chai nasema nipe chai. Unajua, acha nikwambie. Naona kama tuseme sisi watatu tumeenda sisi watatu kukula mahali fulani. Na sisi kuenda hapo
ndugu yetu alisema leo waje niende niwapeleke wa spoil Mkule. mkule. Yeye ndiye alitupeleka. Alisema leo waje niwapeleke ni wa spoil mkule. So Mkule mind about bill. Usimaindi bill, kula kitu yote unataka. Ukienda itisha kitu yoyote. Juu alisema kula kitu yote unataka nitalipa. Hapo unafaa wewe ukifika, wewe omba kitu yote unataka. But imekuwa tumekutana mahali fulani hivi. Aseme twende hivi hata tukunywe hata chai. Unajua kila mtu ametoka tofauti. Like wewe tuseme kutoka asubuhi haujaguza kitu. Kuna mwingine ametoka kukula lakini sasa maybe akifika huko ataomba ile kitu yenye na feel like anaweza top up. Huyu maybe pia yeye hajakula kutoka asubuhi. So wewe mwenye hujakula kutoka asubuhi unaweza fika huko uone food yenye inaweza kumake ukue sawa, ama utaangalia useme wache huyu aombe ndo nione ni nini anaomba na mimi. Mimi kwangu ni ngumu. Mimi mwenyewe nikienda, labda mtu akienda kununulia, naona hata ukiniambia itisha kitu yoyote. Mimi sijaipitisha mimi. Mimi yani sipendi. Unajua ukweli situation hapa, wacha nikupe situation mbili. Unajua wacha nikwambie, nataka nikwambie. Umeelewa? Angalia. Do you know kuna places hakuna kijamii? Sasa hapo kwenye tutaenda. So wewe utaangalia pesa. Si pesa. Mimi kitu ya kununuliwa sipendi kuumia. Okay, sometimes uko right, but wacha nikupe hizi situation mbili. Moja amekuambia tulikuwa sisi wote, mlikuwa mahali nyinyi wote. Nyinyi mabeshta, akasema leo nitawaspoil. Wewe tutakula kitu yote unataka wewe itisha. Hapo usiangalie mfuko yake. Alisema itisha kitu yoyote. Na get unafaa ukule kitu, si ati juu amesema ukula kiitisha na wewe enda kuitisha food yenye ni expensive ama food mingi. Unaitisha kitu unataka kukula wewe. Unafeel kukula sasa. Haya, kuna hii situation mmekutana, walikuwa unapita hivi mkakutana na yeye. Kwambie twende hivi tukunywe hata chai. Muende. Tupige story, nimechoka. Hapo mkipiga story kitu fulani. Hapo ufai kuitisha kitu more expensive than yenye ataitisha. Unafaa kuitisha kitu yenye karaiti tu, kitu right tu. Lakini pia unaweza itisha kulingana na mfuko wako, mkao umeelewana, kuambia labda uko na kitu hivi tuenda hapa, kuliko tunapigia story hapa kwa barabara, sitingie hivi uko na kitu tununua hata chai hivi tu. Yeye tena akwambie. Lakini unaona pia sasa achana na ya kununuliwa. Angalia, achana na ya kununuliwa. Tuseme hata umeenda kwa kachuo fulani hivi kipandaski fulani hivi mahali food iko. Umeingia ndani. Wewe uko njaa kutoka asubuhi unakula. Unajua kuna mtu mwingine yeye ameenda huko tuseme hata kukunywa kachai tu. So uende hiyo time upate kila mtu at least ni kachai. Wewe haujakula kitu. Unaweza angalia watu hiyo environment, upate watu wamesaviwa kitu fulani, uache kuitisha kitu yenye na kukue comfortable. Uitishe kitu. Uombe chai. Sema ulienda kukula ugali lakini ukapata mtu anakunywa chai. Na wewe uombe chai. Hiyo ndio kitu unamaanisha. Sasa unajua ya kwanza hapo ni yeye ndiye alisema tuende ni wanunulie. Hakuna mtu umeenda. Hakuna mtu amekwambia. Umeenda peke yako. Ukapata watu. Ukapata watu wengi. Wanakunywa kila mtu ni chai. Tuseme kulikuwa kunanyesha. Ati wewe kwa asubuhi utakula. Ukiangalia mwingine maybe chai ka sausage, chai. Haya sawa. Hapo kwa chai ka sausage nini watu wote wanakunywa chai? Uko na pesa ama huna? Uko na pesa. Uko na pesa. Sasa uko na pesa umesema mimi. Wewe ulikuwa umeamua. Uombe tu kijenye. Ama nikienda huko mimi nipige chafua ama nipige kitu kubwa. Mimi kuliko niwaharibie jina nitaomba kenye wanakula. Unaona? Acha ni mali. Unaona baada nikwambie. Ukipata watu wamekaa mahali fulani wanafanya vitu zao. Acha kufanya kitu wanafanya. Wewe kufanya kitu yako. Kuja huko omba hata mimi sijamaliza lakini umenichaji already. Omba ugali yako. Mimi omba sosa. Piga sosa yako hadi kuharibu jina. Ndio maana nilianza sitaki. Unaharibia nani jina? Ngoja. Yangu. Acha niombe chai. Hiyo chai ikikuja
Nikimaliza unaweza omba kitu kingine extra bado. Mbona ujege expenses zenye hiyo ungekula hiyo kitu, ungekunywa hiyo chai. Bro, ukikula ugali huwezi kunywa chai. Bro ni kama imagine umesunguka the whole day tangu asubuhi hujadishi. Umesema wacha nipite kibanda iko hapa, nikule nyama choma yangu, safi nitoke niende. Umeingia hapo, umepata watu wengi wako hapo. Hao watu ni customers kama wewe, wamepita. Kila mtu ule ako na chai, ule ako na kilevi, ule ako na ni watu umekuta huko. Hoteli mnajuana na wao sasa. Hoteli sasa sinaenda nikule kitu yenye nataka juu mimi ndio. Sasa wewe watu mnajuana sasa wacha nikuulize. Yaani mimi nilifikiria sisi wote watatu tukienda kutafuta kazi. Tumetafuta kazi, tumepewa, tumeambiwa. Sasa nyinyi wote watatu tumepata kazi, hii kazi yenu ni same. Sasa nataka kila mtu aseme salary yake yenye comfortable kulipo. Tuseme sasa Bisinga wewe ndo wa kwanza kusema salary yako. Utafanya aje? Mimi nitasema yangu yenye nataka kulingana na kazi yenye nitakuja kufanya. Venye umeunderstand hiyo kazi yenye nafanya na ugumu wa hiyo kazi, si ndio? Mimi nitasema yangu, huyo atasema yake. Ni same thing na hiyo. Kwa sababu siwezi ngoja useme 20k. Mimi na mimi niseme 20k. 20k nikipiga hesabu kwa hiyo kazi naona hiyo haiwezi nisaidia. Sasa naomba pesa yako. Unajua wewe umeomba kwa sababu according na vile umeona hiyo kazi. Umejiona hii 20k na hii kazi zinaendana ziko sawa. So mimi kitu sikuwapata vizuri. Mimi nilikuwa like au umeenda kwa hoteli umepata wenye mnajuana na wao. Ama kuna watu wengine mnaingia kwa matatu, music iko juu. Ndio? Uko very uncomfortable. But unangoja. Mtu akombe. Mtu akome. Mtu mmoja anasema aje? Conductor, unaweza reduce volume ya music. Na wewe kutoka hapo kama unasema hiyo kitu iko juu. Punguza hiyo kelele. Na the moment uliingia kwa hiyo gari, ulisikia but ukatulia. Hiyo gari imetoka kutoka hapa tuseme 1 km, mwingine akaingia ndo ana complain. Na wewe umekuwa hapo 1 km haujaongea kitu yoyote. Sasa ndo unaanza kuongea. Yeye inakuona kutojua kitu unataka. Na uoga pia. Unajua kuna watu wenyewe like akisema kitu haiko sure ana sawa. Yaani ana msimamo wa so ni vizuri kungoja mtu wa complain ndo complain. Hapana. Utaumia. Ndio unasema ukienda utafanya nini? Utaumia. Mimi kwa mtu mwenye najua. Mimi nimeenda for example sasa mimi nilikuwa mishemishe zangu narudi nilikuwa labda imenipata na nikasema acha niingie kama mkahawa nitulie. Ama umepita tuseme tu hivi kwa street. Pata watu wanachoma mahindi. Pata watu wamechoma mahindi. Huyo mama ako na mahindi. Tuseme hata mbaba anachoma mahindi ako na mahindi. Poa sana hiyo kufurahisha. Ile time unapita hakuna mtu amesimama kwa hiyo mahindi. Tuseme sasa anasimama. Mama ushinde kuenda kununua mahindi. Kidogo pata watu wanasarau hiyo mahindi. Pia na wewe uende sasa. Unanunua tu juu ndio unataka. Ununui kitu ufanye kitu juu ya watu wengine. Kuna nini? Hata ukiangalia hata kwenye tunaishi ni tofauti. Unaona? Hii dunia unafanya kitu juu unataka kufanya. Si ati juu mtu fulani amefanya ama umeona mtu fulani amefanya kitu fulani sasa wewe una change mind. That's why inaona in life, hata in life kuna wale watu unapata juu mimi nauzanga njugu. Unaonanga vile nauzanga njugu sina self-fit. Unaget? Wewe sasa nimependa sana venye umefanya. Si unaona? Ni mimi. Hivyo. So example kama hizo ni nzuri sana. Wewe ulikuwa unachoma mahindi. Unaona hizo example ufanye hivi. Wewe unaona venye uko hapo, wewe unauza njugu. Sasa sunguka hivi. Mahindi. Sawa. Mahindi. Alafu example nyingine sasa ni watatu. Nini wewe? Alikuwa anaosha gari. Mimi nauza njugu. Wewe unachoma mahindi. Wewe achana na yeye. So sasa mimi peana example, mimi napandaga hizo mahindi. Wewe unapanda hizo mahindi. So but umeona
sisi ni mabeshte, njugu zangu unaona na sell fit. But wewe mind yako roho unachoma poa, but unaona mimi ni kama nauza juu unaona napita hivi nikirudi imeisha. Sina wewe unaanza kuchoma mahindi, unaanza kuuza njugu. Mfanane venye utengeneze pesa vya tengeneza. Huwezi kama pia kuna kazi nafanya. Like unaweza kuwa mmeenda hapo place watatu, si ndio? Wote mko na same product, kila kitu yani ni same. Kitu ni tofauti ni language, yani venye una handle labda client wako na labda venye una present hiyo ya product, si ndio? Unapata mtu mimi niliingia hivi, kaenda hivi, mwingine akaenda hivi. Mimi mwenye niliingia hivi nimepick sana, nimemaliza labda nilikuwa na 3 nimemaliza. Ukijua yule mwingine na yeye alikuwa labda na 3 nimemaliza. Anakuambia hapo imepick bwana. Ulienda wapi wewe? Sinikuja tuchangamke. Unajua bahati ya mtu ni ya mtu. Umeiona hata unaenda kwa plot fulani kuna katuka mbele. Unaambia mwenyewe asiniweke duka hapo. Nakwambia ni sawa. Mimi niliweka kufanya vizuri lakini wewe unaweka kwa duka. The way una manage vizuri inashika iko sawa. So unapiga miezi 2, 3, 4, 5, mwenyewe anasema anaanza kuongeza rent. Ni kama huyu mtu tunamwandaa vizuri. Anakuambia next month hiyo nyumba anataka kufanyia renovation. Hizo nyumba naona zinakaa vibaya. So nilikuwa nataka uame. Unaama, ukimaliza kuama anaweka duka. Kuna mama alifanyia hivyo juzi hapa around. Alikuwa ameweka hoteli. Hoteli ni ameifanish fiti. So okay, hoteli kwa imepiki fiti but ilikuwa imepiki. So amefanya mwenyewe akamwambia exactly kama hii anataka kufanya innovation. Ubao unajua aliama akaweka hoteli. Akaweka hoteli akaendelea vimani. Huyo mwenyewe akavaa akaweka hoteli. Unaona? Lakini sasa haiwezi pick. Haiwezi kwa. Mimi na wewe hatuwezi fanana venye tuna mali. Haiwezi. Alafu pia inadepend na hiyo ile kwenye unaweka watu wana achana hata watu wanakuchukulia aje. Unaando watu aje. Hiyo peke yake. Sasa mbona ufukuze mtu wa renovation? Unajua kuna mtu inaweza kuwa kuna yeye ukikuja customer kuja au unacheka na yeye before hata kuambia nataka nini. Mshacheka leo customer imekaa kachoo kisapo hivyo anasikia vizuri alafu ndo anakuambia kitu fulani. Wewe sema unataka aje, mbona unasimama? Ndio kuna mtu wako hivyo. Haujawahi kufanya kazi mahali tuseme mnafanya service fulani place moja. So tuseme huyo client alikuwa anakuja anaenda kwa huyu. So akienda kwa huyu yeye ndo alimjua wa kwanza. Anamfanyia hiyo service. Akimfanyia hiyo service unapata wametulia tu, anamfanyia service anaenda anatoka. So siku nyingine tuseme akuja apate huyo hayuko, umfanyie hiyo service. Ukishamfanyia hiyo service nyinyi mpate mna vibe vizuri, mnaongea nini. So next time aache kuenda kwa yule, akuje kwako. Apate sasa yule akiingia apate mnapiga story nini. Yule unajua anaweza fikiria ni kama masangenya. Mnamsangenya. Inakuanga hivyo. So sometimes kila mtu ana relating na mtu tofauti. Depending na venye mumeelewana na yeye. So hiyo ndo nakuaga kitu ya muhimu.